Uncle Dale Zone, kila hisia ina sauti yake. Na kuna ile tabia ya mwanamke anakuwa labda kuna wanawake wanaojiuza hawa. Wanaitwa makahaba, sijui malaya, sijui maneno mengi machafu wanawapa wao. Yule mwanamke anayefanya biashara ya mwili wake, unamkuta anatembea na watu zaidi ya 10 kwa siku. Lakini kuna yule ambaye anahisia naye. Yule ambaye anamfikisha kule wanakotoka Waha kule. Ndio. Ile imekaa kaaje? Mtoto wa kike anatembea na watu zaidi ya 10 kwa siku. Lakini ana yule mtu ambaye anahisia naye, anampenda kwa dhati, akimtenda anamliza. Hiyo imekaa kaaje? Unaweza kukabidhi hisia zako kwa nafsi 10 tofauti. Wajua mara nyingi mfano hizi hawa watu wa SW sexual workers wanakuwaga ni wengi wana maradhi, si kama ni hali za kawaida. Kwa sababu kwa binadamu hasa ambaye yuko akili sawa hawezi kuwa katika mtifuano wa hali hiyo, kwa sababu waona wanaume wako na ujinga mwingi sana kudili na mwanaume mmoja. Imagine umedili na 10, kwa inabidi nawe pia kuna fuse ziwe zimeruka kidogo. Wewe uko sawa. Mwanamke mmoja kumshughulikia mfano kula yake, kuva yake, kumuliza yuko wapi, kumcontrol asiwe na mambo mengi, yahitaji muda na wakati. Kisha yeye atakuhitaji kwa jinsi anavyojua wasichana wahitajika. Sasa kuna wengine wapole, kuna wengine wako brutal, wako vibaya. Hawajafunzwa kwamba wanawake tunaoendea hivi, wanawake ni kuwahurumia. Wengine wanajua wanawake ni chombo, waweza kumgeuza utakacho, waweza kumfanyia utakacho. Sasa imagine kudili na watu 10 wenye vichwa ambapo viko tofauti. Kwa na wewe lazima uwe uko sawa. Cha kwanza. Cha pili, ile hali ya kutamani wanaume 10 uende nao wote kimwili, kiafya pia sio sahihi. Sio sahihi kabisa. Kwa afya ya akili hukai sawa. Afya ya mwili pia hukai sawa. Kwa sababu ili uweze kukutana na watu 10 kwa siku, lazima useme uongo mara 10. Huyu unamwambia hivi, huyu hivi. Halafu utabasamu mara 10. Kwa watu tofauti. Kisha ujiandae kiakili na kimwili mara 10. Mpaka kifika jioni, kama ni battery labda kuko na 2%. Kwa jinsi unavyotumika. Sasa ukilala, huwezi kulala kama mtu. Utalala kama either utachukua madawa ulale, utakunywa mvinyo. Sasa ukishachukua madawa miezi 3 tu, tayari shaharibu system yako. Ushakunywa mvinyo miezi 3, shaharibu system yako. Kwa umetoka, ulikuwa SW, sasa unaanza kuchukua drugs. Ukitoka kwenye drugs unaanza kuchukua mambo ya alcoholism na kuwa mlevi. Unaharibika sasa kabisa. Kwa sasa ukishakuwa mlevi, hutaki kukubali kama ile sasa ndo reality, ile ndo life yako. Kwa utaka kuescape, kwa unatafuta drug ambayo iko strong zaidi ile ya kwanza, ili iweze unaendelea kuwa addicted, unaharibika kabisa. Sasa iweze kufilter haya matatizo yako yote ulikuwa nayo. Na labda katika wale wanaume 10, yule mmoja ambaye wewe ndo sasa unampenda, ndo sasa anakuvuruga. Kwa unatafuta kitu strong zaidi cha kukucontrol ili uwe sawa. Sasa kichwa kimoja kiko na combination 5 na wanaume 10 na mmoja umtakaye ambaye hakutaki labda au anakutaka kinaye na mambo mengi. Sasa huwezi kuwa mtu. Lazima utaanza kutembea barabarani unaongea peke yako. Au ukaanza kupoteza nuru. Lakini kusema eti kwamba utampenda mtu kihaki watu 10 haiwezekani kabisa. Wengine utakuwa unawatumia, huyu mmoja utakuwa unampenda, nayo si mapenzi bali psychological tunaita attachments. Yani mmetengeneza mazoea. Na hii ni mbaya kuliko kupenda. Wajua kupenda ni rahisi. Lakini watu wengi tulionao hawapendi, bali wana mazoea. Kwa unaweza kuta mtu anaishi na mtu kwa sababu tu amemzoea. Kwa sababu ukimpenda mtu unataka mema yatokee kwake. Hata kama hayuko na wewe. Lakini siku hizi watu hawarudishi bila. Mtu unampenda yeye, anataka umpende yeye tu. Unampa, anataka umpe yeye tu, yeye harudishi. Hiyo imekaa. Sasa hiyo ni attachment. Ukiwa umempenda mtu, waweza kumpenda mtu ambaye hamuko pamoja.
lakini wewe kwa sababu kule aliko ana furaha, wewe una furaha kwa sababu gani? Angalau kule aliko ana furaha hata kama hayuko na mimi. Haya ndo mapenzi yenye afya. Ndio attachment sasa. Ndio hizo sasa. Alikuwa anakufanyia ubaya, akikuacha unaumia. Sasa huyo mtu alikuwa hakupendi kisawa sawa. Sasa ameamua kukuacha. Mbona unaumia? Alikuwa amemzoea. Kumbe si mapenzi, si mapenzi, ni mazoea. Haya. Mtu anakupenda, anakupa kila kitu, wewe humpi. Alafu wewe unamlaumu kwa kukupa kidogo. Yaani mimi nipo hapa, unampenda mamako zaidi kuliko mimi. Lakini mimi nakupenda wewe kuliko mamangu. Kwa sababu nakupa. Na mimi ninakupa wewe kingi kuliko mamangu. Kuliko mama. Lakini wewe chako mimi unipi. Mbona nataka mimi nikupe lakini wewe wewe ndo unafaa unipe. Hiyo ni attachment. Kwa sababu ukiona mpenda mtu, chako ni chake na chake ni chako. Ndio maana yake. Ndio maana nakwambia nakutana kati. Nikikupenda nipende, nikikupa unipe. Na swali moja ambalo nitaka nikuulize Bi Leila, hivi usaliti umekaaje? Kwamba kwenye swala zima la usaliti, mtu ukimsaliti mtu, kwa mfano mtoto wa kike akisaliti, hiyo anasema simba kila mtu ni habari, ila mtu akila simba ni habari ya kusisimua. Mtoto wa kike akimsaliti mwanaume wake, hicho ni kitu ambacho kinasisimua na mwanaume hawezi kumsamehe. So unajua hilo? Najua. Lakini mwanaume akimsaliti mwanamke, tunaona ni jambo la kawaida na linaweza likasameheka na maisha yakaendelea. Hiyo imekaaje? Ina maana usaliti unatofautiana maumivu kutokana na jinsia, ama nini kinaendelea kati ya hicho kitu, katikati ya hilo swala? Mimi nadhani ni kwa sababu ya mifumo. Wanaume wameweka katika jamii zetu mifumo ambayo inawapendelea wanaume. Okay. Na wanaweza wakaona labda sisi tumewezeshwa sijui nini, tulifanikiwa Geneva. Ni sawa, tulifanikiwa Geneva. Lakini kuna baadhi ya mifumo ambao wameiweka wao inawavutia wao zaidi. Kwa sababu wao ndo watunga sheria. Tukubali. Yaani kuna mfumo dume. Viongozi. Hadi kwenye mambo ya mahusiano. Kwa sababu nani alisema kwamba mwanamke kuchelewa kuolewa anaweza sipate mtoto? Ni taratibu ambazo zimeanzishwa na wanaume. Nani alisema mwanamke ukikua sana upati mtu wa kukuoa? Ni taratibu ambazo zimeanzishwa na wanaume. Ndio. Lakini watu wote tunafahamu mwanaume akifika miaka 55 kama hajaoa, kama hajafanikiwa, kama hajawahi kuzaa, ni mwanaume hatari kwako. Ni kabisa. Kwa sababu kama hajafanikiwa kutengeneza legacy mpaka miaka 55, yeye alivyovunjika atakuvunja na wewe. Kwa hiyo nataka kuniambia mwanaume akikusaliti, wewe unatakiwa ukubali na usamehe, kwa sababu yeye ndo mwenye haki ya kusaliti. Mwanaume. Yaani hivyo ndio ilivyotengenezeka katika jamii. Mwanaume ana haki ya kusaliti. Walivyotengeneza. Lakini kukubali usaliti, mfano kwa mwanamke, yaani kabla hujakubali, jiweke wewe kwenye viatu vya yule mwanaume. Kwamba ingekuwa ni mimi ndo nimemsaliti, huyu bwana angenikubali? Asingekukubali kabisa. Sasa kwa nini wewe unamkubali? Ina maana wewe ndio uko na shida. Katika tembea yangu ya muda mfupi katika hii dunia, sijawahi kukutana na mwanaume anayekusubiri wewe ukae sawa ndo awe na wewe. Au mwanamke aliyeposwa akasema kwa sasa siko sawa, lakini tuangalie tuone itakuwaje uko mbele. Lakini wanawake kibao wanaambiwa kwa sasa siko sawa, subiri kidogo tuone mbele itakuwaje, twende na flow. Let's go with the flow. Wanawake kwanza. Wanawake wanakaa na ngoja, wanasubiri. Lakini hakuna mwanamume hata mmoja anasema mwanamke ni mdogo, ngoja nimsubiri akue ndo akitaka kukoa, hata kama una miaka 9 na kuoa pale pale. Kwa sisi ndo tunatengeneza mazingira ya mfumo dume kuota mizizi. Mathalan, wanawake wote tukawa tumesalitiwa, wote tukakataa. Hakuna mtu ambaye ataipa nguvu hii kauli kwamba mwanamke akisalitiwa inabidi amesamehe. Kosa kubwa tunalolifanya ni kuamini kwamba akisaliti na akaomba radhi atabadilika. Akati anaenda kusaliti alikuwa hajalewa. Na walikuwa wao wamefanya arrangement ya chumba. Wamefanya arrangement ule avae nini. Lakini wakutane. Bileila. Wote hizi zote hizi ni bahati mbaya hizi zote. Sio bahati mbaya.
Kwa upande wa mwanamke, inasemekana mwanamke akitembea na mwanaume mwingine tofauti na mumewe ama mpenzi wake, anahamisha kila kitu, hisia. Unajua mwanamke ukikutana na mwanaume mwingine kimwili tofauti na mmeo, hisia, upendo, yani unakuwa umesha move on kwa lugha rahisi. Sasa hiyo kwa wanaume sisi hatuna hiyo. Kwa mfano mimi nikachiti, sizungumzi kwamba mimi na chiti, nimesema kwa mfano nikachiti, lakini siwezi kumpenda yule mchepuko kumzidi mke wangu. Haiwezi kutokea hivyo. Lakini wewe mwanamke ukichiti, lazima utakuwa umehamisha mapenzi, umehamisha mahaba, umehamisha caring, umehamisha na moyo wako na upendo wako na kila kitu kwa mtu wa nje. Wanawake mna hayo madhaifu, na sijawahi kuona mwanamke anachiti nyumba yake kabaki salama. Naam, ni kweli, japo ni asilimia chache ya wanawake, kama 10% kutokana na utafiti, wanaweza wakawa wamechiti kwa sababu wamekosa kampani. Mwanaume amemtelekeza. Okay. Kwa anatafuta mwanamume ambaye atamkea, lakini mwisho wa siku moyo wake uko kwa mume. Wapo asilimia chache wanawake ambao wanachiti na hawana furaha. Wapo. Lakini nitaka kuuliza, wewe unachiti lakini mapenzi yako kwa mkeo. Wewe unachiti. Unaweza ukawa unachiti kwa sababu za msingi. Huenda mkeo naye ana kelele, labda anakubania au anakutelekeza kama hivyo huna kampani. Anakutelekeza. Mkeo labda hapendi ile hali ya kuingiliwa mara kwa mara, na wewe pia labda ndo favorite yako. Na pia labda kuna fantasy uzipate kwa mkeo, utazipata kule. Kuna maneno unazungumza. Fungua uhusiano. Fanya open marriage. Kwamba ni wewe mke wa pili. Mwambie mimi nataka kuongeza mwanamke mwingine. Kuliko kwenda hivyo, kwa sababu kwenda hivyo wajua ubaya wa cheating ni nini? Wajidanganya nafsi yako. Na ukishajidanganya nafsi yako, wavua utu wako na kujidhalilisha. Cha kwanza. Cha pili, unataka kukonvince akili yako iamini kwanza kwamba pale wewe ukosei. Na wakati unakosea, unakosa. Kwa bora ufungue useme sasa hivi niko na wake wawili. Huyu naona kama ananitimizia baadhi ya vitu vya mke wangu ambaye hatimizi. Naoa kama hairuhusu dini yako kuoa kimila. Wanawake wa sasa hivi wengi bila wamekuwa wakidai taraka kama wanadai pesa ya matumizi. Yaani ukigombana naye kidogo, nipe talaka yangu. Nipe talaka yangu. Nipe talaka yangu. Pale mtoto wa kike anapokuwa anaomba taraka na akiwa anagomewa kupewa ile talaka, wakatokea ndugu wakawa wanamwambia akupe talaka yake. Dini yetu ya Kiislamu inasema yule anayeshuhudia ndoa ikivunjika, akiwa na nafasi ya kuitetea ile ndoa, hata iona pepo, si ndio? Ni dhambi. Baadhi ya maulama wanasema hivyo. Sasa unazungumziaje kwa hao ndugu ambao wanasapoti taraka kwa yule mtarakiwa na hata yule anayetoa taraka, kwamba mpe taraka yake na mume hataki? Mume hataki kutoa taraka kwa sababu bado anamhitaji mkewe, lakini ndugu wa mke wanakuambia tunakuomba umpe taraka yake ndugu yetu, hatutaki, mpe taraka yake, tumechoka na hizi kelele zenu za kila siku. Ina maana wao wanaona kufanya solution si bora ni nyinyi kuachana na mtoto wao akatafuta mume mwingine bora kuzidi wewe. Hiyo imekaaje? Ni sawa kushadadia taraka? Watu wataumbuka, kwa sababu wajua watu wawili waliopendana, ukiingia kati mtu akianza kusikia baridi akamtafuta mumewe, utazalilika. Kabisa. Utazalilika. Mara nyingi wanawake wakiomba talaka, mara nyingi hawamaanishi. Wanakuwa wanataka attention. Sasa vile akikumba talaka anatamani urudi nyuma umdekeze kama ulivyokuwa umdekeza nyuma. Mwambie baby hapana, basi samahani, ama labda waweza kumpeleka hata sehemu kala muhogo nini ile kumwangukia. Sababu wanawake wanapenda kuangukiwa. Kwa sasa wewe utakapokuwa sasa wajua ile talaka, wewe ndo kosa umefanya. Okay. Lakini ukiona kama hii ni mwanamke atakamini mzidishe mapenzi, utakuwa umefaulu. Kwa akiomba taraka nizidishe mapenzi. La kama ulimuudhi nyuma, labda ulimfanyia usaliti. Wajua wanawake wana board of directors.
wanaita kikundi cha wakurugenzi wa kuwashauri ambao marafiki zao. Ndio. Eza kama amesamee. Lakini ana watu wanamshauri kula. Utasameaje? Haiwezekani. Wewe mimi siwezi kuishi na mwanaume wa namna hii. Marafiki hao. Marafiki. Sasa wanaita board of directors, marafiki zake. Marafiki zake wakisema baki na ndoa, atabaki na ndoa. Wakisema huo usaliti ulikuwa mkubwa sana, ondoka, ataondoka. Kwa sasa wewe yabidi kama umemsaliti mkeo na ukahidi umebadilika. Japo najua huwezi kubadilika, maana ukishaingia katika dhambi ndio tena kama umeonja pombe, sasa usiache pia. Hakikisha hukamatwi tena. Ila niendelee kusaliti. Si ndio? Ndio maana mimi sijasema uendelee. Yaani hakikisha hukamatwi tena kwa kosa lile. Kwa sababu akianza kuna dalili atawapigia simu. Bwana ameanza tena. Halmashauri mwasemaje? Nimekamata message leo. Tayari mashauri. Jamaa amwambia tulikwambia. Huwa hawabadiliki. Hata mimi nitamwambia huwa hawabadiliki, mbona ukarudi? Sasa ndo pale atachachamaa. Kwa hiyo usije ukasaliti ukadhani limekwisha. Akilipeleka kwa board of directors wanalifufua upya na watamwambia ondoka. Na ndio maana unaona mwanamke aweza kumkosea mwaka 2022 tarehe 3 mwezi Mei, hasahau akaja kukuambia tarehe 3 mwezi Oktoba 2026, wajua ulinikosea mimi tarehe 3 mwezi Mei 2022. Mke wangu niliomba radhi siku ile, hata kama nakukumbusha tu. Kwa hiyo mwanamke ni ngumu sana kusahau makosa ya mwanaume. Huwa wanatunza. Anaweza kukwambia nimekusamehe. Anasamehe lakini haforget. Forgive not forgetting. Na mara nyingi wanamfanya sisahau board of directors ambao ni marafiki. Wanamkumbusha kila kikukuri. Na kwanza ukifanya kosa, bora uwe mtakatifu usifanye kosa. Ukifanya kosa tulikwambia. Sasa ikiwa kama ndugu wameingia sasa wao wanadai talaka, lazima waangalie maeneo mawili. Ndiyo. Huyu bwana mnayemdai talaka. Ni haki kwenu kumdai talaka ama mnashinikizwa na hisia za mtoto wenu? Amekosea mpaka kapita kipimo kikubwa cha makosa. Ndiyo. Ama ni mtoto wenu leo kajisikia haitaki ndoa, anataka uhuru na nyinyi mnaungana. Ikiwa huyu mtoto wenu yeye anamuonea huyu bwana, nyinyi mtaingia dhambini kabisa. Lakini ikiwa huyu bwana amemuonea mtoto wenu, nyinyi mko sahihi kwa sababu nyinyi ni waangalizi wa huyu mtoto wenu. Lakini ikiwa wewe mwanaume wajijua kwamba huyu mke mimi mmemonyesha sababu 1000 simuhitaji, ikiwemo kumsaliti, kumjibu vibaya, kumpiga, ukiomba talaka usipotoa, wewe sasa ndo mwenye madhambi. Kwa sababu mtu huwezi kumpenda na huwezi kumwacha. Kwa nini basi? Unakuwa selfish. Unakuwa mbinafsi kabisa. Na hutakiwi kuwa mbinafsi. Kama mtu umpende, mwache ende zake. Mtu unamshikilia ni ambaye bado wamtaka na una uhakika utamtendea wema. Kwa sababu watu hawajui, lakini ndoa ni ibada. Ndiyo. Huwezi kufanya ibada kama nguo yako iko na miba. Kila saa utakojikuna. Na ulipokanyaga chini kuna mawe. Kila saa. Na hata sasa hivi usema naenda madhabahuni, naenda kusali, huwezi kupiga magoti katika madhabahu yenye mchanga. Kwa sababu magoti yako yatakuwa yaumia. Lazima ile sehemu iwe smooth, ndio pige magoti pale 2 hours, 3 hours ukiwa unasali. Ndiyo. Na huwezi kusali madhabahuni ikiwa kuna tishio la shoti. Kwamba uko katikati wasali, wasikia nyachi umeme nini. Haiwezekani. Ndio ndoa. Kama mtu hayuko comfortable, hawezi kutimiza malengo yake katika ndoa ya kufanya ibada. Sasa ni wewe sasa utengeneza mazingira vizuri, mwanamke abudu katika hii ibada na mimi ni abudu katika hii ibada. Sasa kama wewe waona huwezi kutengeneza wepesi, achia. Swali langu la mwisho bila ila, wanaume siku hizi wamekuwa wakioa wanawake wenye kipato kuwazidi. Imekuwa ni asilimia kubwa sana. Unakuta kijana amemwoa mwanamke ana hela kumzidi, aidha amemzidi hela pamoja umri na kila kitu. Lakini akishaingia kwenye ile ndoa yatazuka maneno. Kingasti, kibenteni. Muhanga wa hayo mambo ni mimi pia. Mimi nilivyoingia kwenye ndoa yangu niliitwa kila aina ya neno ambalo linanikera moyo wangu.
niliitwa Kibenteni, niliitwa Kingasti, niliitwa Mario. Lakini kwa sababu nilikuwa najua ninachoenda kukifanya kwenye ile ndoa, nilikuwa najua lengo na dhumuni la kumuoa yule bi mdogo, mwanamke wangu, bi mkubwa naweza kusema. Lakini nilivyokuwa nipo kwenye ile ndoa, mambo ya mitandao hii, mambo ya social media hizi, wanaongea mengi ya kuniumiza. Wewe umeoa mwanamke ana hela kuzidi, unapenda kulelewa, vijana wa siku hizi. Hiyo imekaaje? Ina maana tusioe wanawake wenye vipato, tusiwe na mahusiano na wanawake wenye vipato, kwa sababu tukiingia kwenye mahusiano na wanawake wenye vipato tutaonekana hatupendi kufanya kazi, vijana tunapenda kutelemka. Hiyo imekaaje bila ila? Naizungumziaje hiyo? Kwa kumbukumbu yangu chache, moja ya vigezo katika Uislamu kumuoa mwanamke ni mali yake. Kwenye vigezo vya Uislamu ni kumuoa mwanamke mwenye kwa mali yake. Kwa mali yake. Moja ya vigezo katika dini ya Kiislamu kumuoa mwanamke. Sifa nyingine iliyopo ni kumuoa mwanamke kutokana na mali yake, dini yake, familia au bini. Kwa kidini uko sawa. Namba moja. Namba mbili, Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alimoa mke wake akiwa mfanyabiashara mkubwa. Mtume Muhammad. Bibi Khadija alikuwa mfanyabiashara mkubwa. Bibi Khadija alikuwa tajiri nasikia. Mkubwa. Alikuwa si tunaweza kusema kama hizi sasa hivi wanaita group of companies. Alikuwa na kampuni ambayo ndani inafiji kampuni vidogo vidogo, inaitwa kama limited nadhani. Limited, yeah. Jingine alikuwa umri mkubwa kuliko mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Khadija. Story nyingine ilikopo katika riwaya za Kiarabu ni story ya Laila na Majnun. Laila alijuana na Majnun kwa sababu ya mapenzi tu. Laila alikuwa ametoka familia kubwa kuliko familia ya Majnun. Majnun kwa kumuona Laila alikuwa kibusu kuta zote za kuelekea mtaa wa kina Laila mpaka afike kwenye nyumba kina Laila, abusu ule ukuta kisha rudi kwake. Bila Laila kumuona. Kwa vile alipokuwa akimpenda mpaka akaitwa Majnun, yani mwendawazimu wa mapenzi. Sasa familia yake Laila ikasema huwezi kuolewa na huyu Majnun. Nani huyu? Hatumjui sisi. Wakamkatiza, wakataka kumuozesha mtu mwingine. Laila alijua, mimi kama si Majnun siwezi kuolewa na mtu mwingine. Majnun naye akawa moyo mpaka kaja kufa. Kwa hizi ni story mbili zenye kuangalia ukubwa wa mapenzi katika mpishano. Huwezi kumtimiza mtu ambaye hajatimia. Ndio. Yaani ambaye ametimia. Wamtimiza mtu ambaye hajatimia. Hata kama mtu ana pesa, hata kama mtu umri wake ni mkubwa, upo naye kwa sababu kuna kitu hakijatimia. Na wewe waenda kujaza kile ambacho hakijatimia. Ile ndo lengo lako. Na watu wanasema ndoa ni stara. Ndoa ni stara kweli. Si kama unaenda kumstiri tu kwa sababu ya mambo ya mke na mume. Unaenda kumstiri kwa sababu labda pia ana magonjwa. Labda fikira zake si pana kama zako. Labda hana nguvu ya kunyanyua kochi. Labda hajui kubadilisha balbu. Wewe unaenda kustiri. Nani atakuja kusimamia fundi ajue hii plasta iliyopigwa imepigwa sawa sawa? Ni wewe ndio unaenda kutimiza kabisa. Kwa si kila mtu mwenye kila kitu ametimia. Mtu huolewa kwa sababu kuna baadhi ya vitu havijatimia. Sasa huyu anaenda kumuoa, angalau ajua aenda kuoa kwa sababu gani. Mimi naenda kumtimiza huyu mwanamke vitu ambavyo havijatimia. Sasa utakapomuita mtu katika jina ambalo si zuri lenye kupendeza kama hizi, kwanza inaonyesha wewe haupo tayari kwa mabadiliko katika hii dunia. La pili, wewe hujui historia ya mapenzi. Si kila mtu ambaye anasema kwamba eti mimi na kila kitu basi sihitaji mtu. Hakuna mtu asiohitaji mtu. Binadamu wote tuko social. Mwenyezi Mungu ametujalia na ametuumba tuwe watu wa kuingiliana. Hakuna mtu asiyetaka mtu. Hata kama ukimwona mwanamke amejitimiza kila kitu, anataka mtu kumwambia, wewe mbona umekaa sana muda mrefu chooni? Ulikuwa unalia ama kulikuwa kuna nini chooni? Na saa nyingine mtu kumwambia pole.
au mtu wa kumhadithia namna gani amekorofishana na watu katika kazi. Sasa inahitaji mwanaume mwenye nguvu sana kumwoa mwanamke kama Bibi Khadija, na mwenye akili. Yaani nguvu manake nguvu ya kihisia na nguvu ya kiakili. Kwa sababu mwanamke ambaye yuko kama Bibi Khadija, yani ana pesa na familia yake jina lake ni kubwa kuliko jina lako. Kwa sababu hata Bibi Khadija ilikuwa hivyo, alikuwa na pesa, alikuwa familia yake jina ni kubwa kuliko lake. Lakini pia alikuwa na experience kuliko experience yake katika biashara. Kwa yeye ilitakiwa awe na busara mara 1000 ya yule mwanamke. Na ndio hicho Mwenyezi Mungu alichomtunuku Mtume. Yeye ndio alikuwa na busara mara 1000 kuliko Bibi Khadija. Na wewe mpaka ukamua kuoa mwanamke alikuzidi au vijana wengine ambao wameoa wanawake waliowazidi, kuna kitu Mwenyezi Mungu amewatunuku. Ndio maana ikawa rahisi wao kuwachumbia wanawake. Kumbukeni hawa wanawake si kama mwenda nao zina. Hawa wanawake nyinyi mmewaoa. Tumewaoa kwa ndoa. Si shahidi yenu si sisi. Shahidi yenu ni Mwenyezi Mungu. Na yeye ndo amewapeni hii nguvu na nia ya kuwa mwanamke mzito namna hii. Na wanawake walivyo wakiwa na nguvu, wanahitaji mwanaume mwenye nguvu zaidi yake ili aweze kumcontrol. Kama umeshika farasi, lazima zile kamba ziwe ngumu ili uweze kucontrol ile farasi. Uweze kurein, wanasema kurein, uweze kuicontrol ile kamba. Sasa wewe wahisi kwa kichaa alichonacho farasi, kama yule alishika kamba hayuko strong, yule farasi atakwenda kumbwaga hata chini kabisa. Kwa hiyo ina maana huyu alimshika hii farasi ndio mwenye nguvu kuliko farasi. Nyema muona tu ni farasi. Unajua farasi aweza kuwa ni mwewe asubuhi akamka tu akaanza kulia nini. Sasa lazima apatikane mtu ambaye anajua jinsi ya kumpapasa farasi, jinsi ya kumshikashika farasi mpaka farasi atulie. Aweze kupawa, mtu apande, mtu amwendeshe. Kumbe farasi huaga sometime wana kichaa. Aweza kuamka asubuhi tu hataki chochote. Hayuko sawa. Isipokuwa anataka kulia tu. Sasa iko brush yake aweza kubrush. Kwa hiyo ni kama mwanamke ambaye ana kipato au mwenye nguvu. Watu wanasema ana nguvu ya uchumi, ana nguvu sio ya familia. Yabidi umejua jinsi gani uona mahali gani utamgusa akianza kupata wehu atatulia. Sasa si mwanaume wa kawaida. Lazima uwe na sisi wanawake. Katika heshima zetu kwa wanaume ni mke wake. Mimi siwezi kukuheshimu kama umeoa mwanamke wa kawaida. Lakini ikiwa umeoa mwanamke mkubwa, mimi nitajua wewe una akili. Na mara nyingi kwa sababu sisi tufanya nao kazi, wanaume ambao wameoa wanawake wenye akili, ukifanya naye kazi hawezi kukukosea adabu. Lakini ukiona ufanya kazi na mwanaume akakukosea adabu, ujue mke wake ni wa kawaida. Kwa sababu mwanamke akiwa strong, anakuwa una jinsi fulani unaambukizwa kuwa na akili. Kwa sababu lazima uwe na akili ndio udili naye. Kuna mwanaume mmoja naye aliniambia hivyo, Leila, mimi naweza kudili na wewe kwa sababu mimi sina mwanamke yote ambaye siwezi kudili naye katika hii dunia isipokuwa dada zangu. Na tunaweza tukadili mimi na wewe 24 hours tukafanya kazi na mimi sikukosea adabu. Mimi napenda sana kujaribu watu. Mimi naweza nikakuweka kwenye kipimo tu ili nitafute namna gani nitakukimbia. Kwa nikamweka kwenye kila kipimo nilichomweka alitoka. Nikamwambia mimi nataka uniite kwako. Kuna nini? Ngapi nataka tu niite kwako. Ili nikamwone mkewe nani. Nilikuta mke wake alikuwa nadhani mkubwa wa kama shirika fulani vila pesa. Nikamwambia sawa. Wewe una akili kwa sababu wewe mwanamke. Kwa hiyo mwanaume mwenye busara inatakiwa huwezi kupata busara kama huna mwanamke mzito nyuma yako. Mzito, okay. Mwanamke mwenye akili nyingi. Ndio maana unaona wanaume wengi wanaojitambua. Ukiangalia historia mama yake. Wanaume wengi wenye mafanikio ukienda kuangalia historia kubwa mama yake. Angalia watu wengi ambao tuko nao hapa nyumbani wenye mafanikio makubwa. Shida yani mafanikio yameanza kwa mama zao malezi. Alafu anakuja naoa mke. Na mara nyingi haoi mwanamke mbali ya mamake. Ataoa mwanamke mzito au mwenye nguvu kama mamake. Kwa utaona trend yake yazidi kupanda. Mambo yanaendelea kuwa mazuri.
Sasa wewe katika hao watu wanaokucheka, naongea na wewe sasa, maana mimi na wewe ndo tuko pamoja. Wale wengine watajifunza kutoka kwako. Hawa ambao wao wanakuita majina hayo, wao hawawezi kukaa bila kusaliti wake zao. Hawa wanaoniita mimi Mario. Wao utana wao wanawasaliti wake zao wakiwa hawana nguvu. Wajua lini ambao wake zao hawana nguvu? Wakiwa wagonjwa, wakiwa wameenda kuzaa, wakiwa wajawazito. Wanawasaliti wanawake ambao hawana nguvu. Yaani unamsaliti mtu ambaye yuko weak, hawezi kubishana na wewe. Unaenda kumsaliti. Kuna wale wanawake sawa. Ya sasa huyo bora hata sawa, lakini ana nguvu ya kuondoka kwenda kwake. Akiwa ameenda kuzaa leba, ana nguvu ya kuondoka kwao. Akiwa ametoka kuzaa na mtoto hata mwaka hana, hawezi kufanya maamuzi. Kwa ana postmortem depression. Akiwa ameugua, ni mgonjwa amegonjeka, hawezi kukuadhibu chochote. Sasa watu hawa wanaokucheka ndio wao wenye hizo shida. Au wanasaliti wanawake ambao mke wake kaacha kazi kwa ajili yake. Wewe fanya uchunguzi. Alafu sasa wewe ambaye ndo unacheka sasa, anasaliti mwanamke ambaye ameacha kazi kwa ajili yake. Kwa ajili yake yeye. Ili akae nyumbani, yeye ndo anaenda kumsaliti. Au ana kwa sababu amempa 10,000, anamnyanyasa, anampa sana pesa yule. Wakati aliacha kazi kwa sababu yake. Una nini wewe? Kama si mimi wala usingekuwa na maisha haya. Na anamsaliti. Lakini wewe ambaye sasa ndo wachekwa, hata siku moja hujawahi kumsaliti mkeo. Sasa wewe na yeye nani bora? Bora ni mimi. Sasa mbona neno lake mbona alikuumize? Na kati wajijua, tukiitwa wanaume ambao tumenyooka, jamaa hapiti. Sasa hiyo ikutoshe kwako kwamba mimi nafanya kwa ajili ya nafsi yangu. Na mimi ezakuta kuna kitu Mungu kanibariki, ndio maana niko na nguvu namna hii. Haya sasa basi sawa. Watu sote sisi hatutaki kuwa vingasti. Haya walofanikiwa wale na nani? Sasa tuwaache wazidi? Ama nyinyi wote basi mtawaoa hawa? Na nani? Ina maana aliyefanikiwa aolewe na aliyefanikiwa. Sawa. Wataolewa lakini hawataisha. Na nani kasema, nani katengeneza hii sheria kwamba alifanikiwa aolewe na alofanikiwa? Kwani mgawa riski ni Mungu? Kabisa. Wezi jua amempa riski mke wangu, nikimwoa mimi ndo nitapata riski sawa na yeye. Alafu mbona iwe shida yako basi? Kwa sababu mimi ndo nioae. Kama mimi Marion nitaenda kupigwa na mke wangu, mimi ndo nipigwae. Shida yako ni nini wewe? Kwa sababu hata kama nikiwa natumwa nifue, nioshe vyombo, ni mimi nafanya hivyo. Mwanzo nikiwa bwege kwa mke wangu ndo nitafurahi zaidi. Na dini inaruhusu kufanya hizo kazi. Ndio sasa nasema tena nikiwa bwege kwa mke wangu tena ndo nitafurahi zaidi, kwa sababu si sawa na wewe utapigiwa kelele usiku kucha, mimi sitopigiwa. Kwa sababu aniambiacho nitafanya. Kwa mimi ndo yangu itakuwa na amani, kwa sababu nitakuwa mtiifu kwa mke wangu. Na katika madaraja ya waumini, mimi nitakuwa daraja ya juu kuliko wewe leo shupaza shingo. Uone kama mimi kwanza mwanamke ukifanya anachotaka, utakuwa na amani kwa sababu atakuwa happy wife, happy life. Lakini ukiwa unafanya kila kitu mwanamke anachotaka, maneno yataibuka kwamba amerogwa. Na ndio inakuwa vizuri. Lofa huyo, zoba. Na tena ndio itakuwa vizuri kwa sababu akiwa amefurahi, hata utafurahi baba. Utaenda kwenye habari zako na furaha. Hutokuja hata siku moja ukasomewa habari ya makosa ulofanya. Kwa sababu mwanamke akiwa na furaha, kwanza haongei sana, anazaa tu. Na ambao ni kwako ni faida. Kazi yake kupika, kuzaa, kwenda zake sokoni, hapa kiwanja, naende harusini. Lakini akiwa mwanamke ambaye hana furaha, kazi yake ni kusoma mashtaka bila na kukutafutia ubaya tu. Hata ukitembea wanyanyua sana miguu. Mwanamke wewe, mbona unajema? Wewe bora furahia zae. Mbona mtu maisha yako wewe, mbona mtu yamsumbue? Mbona yasi tupambana naye yake basi? Mimi basi nimeamua niwe kingasti. Acheni kila mtu atengeneze future yake. Yangu ni hii. Yako vipi? Yako iko sawa. Na unakuta wewe anayekucheka wewe ni kingasti, wewe una maendeleo kumzidi. Sawa, mimi kingasti natembelea gari. Mimi kingasti naishi pazuri. Mimi kingasti na mke mzuri. Mimi kingasti huyu nafanya maendeleo, nafungua ofisi kila kukicha.
Hai, wewe ambaye unasema mimi Kibenteni King'asti, maisha yako yakoje huko kwako? Hii time wajaribu kunichambua mimi. Chambua, mbona ufanikiwi baba? Chambua. Anza kuchambua kwanza maisha yako. Kitambo kija kujipata. Mimi ni 5 years. Tayari mwanamke kashana ambukiza busara, niko mbali. Naweza hata nikaitwa kwenye cabinet. Njoo hapa kwenye cabinet ueleze hao waheshimiwa kwa nini kwa lazima wanywe maji kwa siku. Wewe ndo wajipata. Hata kwa sawa. Kwa sababu heshima ya mwanaume ni pesa. Kabisa. Kitambo wewe umejipata, mimi mwanamke kashana ambukiza akili. Kwa sababu siwezi kukaa naye kila siku. Kwa akili nilionayo siwezi kukaa naye kila siku usipate fikra. Kwa kitambo umekuja kujipata. Mimi huyu mwanamke kwanza nishampita. Kwa sababu kufight kwa mwanaume ndio tofauti na kufight kwa mwanamke. Kwa mwanamke ni tofauti kabisa. Mwanamume yeye anataka tu nyenzo. Akipata nyenzo tu ni mwaka ananyanyuka. Sasa wewe kitambo unaanza kunilaumu mimi. Hiyo miaka 5 wewe huja kujipata. Mimi nitakuwa mbali. Mwanaume anataka nyenzo, mwanamke anataka nini? Kunyanyuka. Kwa sababu ni rahisi sana. Naona wanawake wengi ni rahisi kufanikiwa kuliko wanaume. Anataka spirit ya ku-maintain. Mwanamke na ajue masharti ya ku-maintain. Sasa mwanamke yote ni lango. Okay. Wanaita ni door. Yaani mlango. Ili afanikiwe lazima ajue mbinu ya ku-maintain kufanikiwa. Wajua kuku anafanya nini? Kuku anataga. Lakini uwezo wa kuku unaisha anapopunguza uwezo wa kutaga. Kuku ana thamani sana. Anataga watoto 4. Anataga mayai 4. Akianza kutaga yai moja tu watu wanasemaje? Chinjeni wewe. Kwa hiyo ndo value ya mwanamke pia. Okay. Namna gani utamaintain yale mafanikio? Namna gani utamaintain ile status? Usiingize doa. Na hamna mtu atakayekusaidia wewe kuingiza doa. Kutokuingiza doa zaidi ya mwanamume mwenye akili, aliyekuzidi akili. Ndio atakusaidia. Kwa sababu ukiolewa utapunguza makali. Ukiolewa, mtoto wa kike ukiolewa unapunguza makali. Kwa sababu jamaa atakwambia mimi sitaki hichi. Sitaki hiki. Kwa hiyo utakuwa nasada hiki mume wangu akitaki. Mwisho atakuja mazoea. Sifanyagi hivi. Fulani hayupo radhi navyo. Kuna mwanamke unaweza kumkuta anamiliki simu nzuri, anamiliki gari nzuri, anavaa mavazi mazuri, ana dhahabu, ana nini. Lakini kila utakachomuuliza, hii umenunua bei gani? Simu yako nzuri umenunua bei gani? Naambia mimi sijui. Labda muulize mume wangu. Unamkuta huyo mwanamke ana mafanikio makubwa lakini hakuna anachojua bei. Hii sijui, labda paka nimuulize baba fulani. Sijui, labda paka friji la ndani sijui. Ina maana kuna wanaume wana provide kiasi hicho. Nadhani wako. Sio nadhani, niko na uhakika wako. Alafu nadhani inapendeza zaidi mwanamke akiwa hivyo. Awe hajui kila kitu. Yaani unatakiwa uache kutumia akili ukiolewa. Kwa sababu ukiolewa unajua uko na tabu. Ukiolewa uko na kazi ya kuzaa. Ukizaa yaua sana miguu. Kuzaa. Kunaumiza sana miguu. Kunaumiza mwili wako. Imagine mwili uko tabu, uanze kushulisha na kichwa. Changanyo ile nyeupe zaja, jamaa nywele zake bado nyeusi. Mara kikwambia huyu naye anza kuzeka huyu. Kwa hiyo maskini kwa kuwaza sana. Kwa ukiulizwa ni bora tuseme hivyo. Hata wakikuuliza tunaenda chai ambia ngoja mwanzo nimuulize fulani. Hiyo inapendeza. Mwanamke kutokujua mambo mengi. Hata kama unajua, jifanye ujui. Kwa sababu pia heshima ya mume wako. Lakini pia yamfanya mume anakuwa karibu yako. Kwa sababu gani? Mimi mke wangu bila mimi mke wangu hajatimia. Kuna ile na mwanamke naye ajua mume wangu bila mimi mume wangu hajatimia. Mfano kwenye vyakula. Mimi sili kama hajapika fulani mimi sili. Mpaka mke wangu atenda zake lakini mimi sili. Nitakula kwa mamangu mpaka akirudi. Wajua kuna watu wako hivyo. Miaka 2 hawali wanakula kwa mama zao. Mpaka mke wake arudi. Kwa mwanamke naye akikaa asema mume wangu mimi hali mgahawa. Hata watu wakimpigia simu. Saidi tuko naye katika mgahawa anasema si yeye. Hali isipokuwa nyumbani. Hali. Hiyo ni kumtunzia heshima mkewe.
ni kumtunzia heshima mkeo na mkeo naye akutunzie heshima. Kwa hata kama siku mkao mmefarakana, sisi hatuwezi kuachana. Kwa sababu tunaheshimiana. Hata kama mapenzi yakiisha, ibaki heshima. Kwa hamwezi kuachana. Kwa hiyo ni jambo zuri. Na mimi napenda. Baada mimi ni mfuasi wa wanawake wavivu. Ni mfuasi. Watu wasotaka kwenda mbio. Mimi napenda wanawake wasiende mbio. Kwa nini? Kwa sababu wakienda mbio sana wanachoka na bado wana majukumu mengine. Unafahamu? Mathalan, mtu ameenda kazi asubuhi mpaka saa 11 jioni. Akirudi anapika chakula. Mfano sisi mathalan kwetu upiki chakula kimoja. Tutapika vyakula 7. Sisi watu wa pwani. Tupika vyakula 7 kisha ukimaliza tupika na chai. Sasa wewe jiulize upike vyakula 8. Na umekaa masaa 10 ofisini. Kisha asubuhi ukiamka unaenda mbio. Kisha una watoto. Kisha una huyu mume inabidi umemshughulikia. Kisha sijui Jumapili kuna watu wanakuja kusalimia. Mara sijui na mama mkwe anataka nini. Utakuwa mwanadamu. Anaweza kukuongelesha kitu kidogo mwanaume, lakini kwa sababu uko na burnout ukamjibu, kisha baadaye ndo kumbe nimemjibu hivi, maskini. Sasa akawa ni mstaarabu, akajua tu hizi si kauli zake, huyu kachoka. Lakini akawa si mstaarabu, anaeka moyoni. Mke wangu siku hizi mimi ananijibu vibaya. Na hiyo ndio inasababisha wanaume sisi tunakufa mapema. Hivyo unajua wanawake wengi sana ni wajana, ukimuuliza baba yuko wapi? Anakwambia mzee ameshakufa. Kwa kama mambo moyoni. Sisi hatuongei bila ila. Unaona mwanamke, wewe ukikutwa na jambo unaanza kutema, unawaambia ndugu, marafiki ni. Lakini mimi siongei, mimi natunza, na hicho ndio kinafanya watu wanaumia. Lazima muwe na sehemu mwasema. Muwe na wenzenu mnazisema. Mwanaume unatunza. Utaumia. Sasa kuna vitu huwezi kuongea, unamstiri mkeo. Ndio, lakini uwe na rafiki yako ambaye wamwamini wasema. Ama muwe karibu na mashehe. Kweni na urafiki na mashehe au maimamu wa misikiti. Muhimu sana. Lazima uwe na namba za mashehe wawili. Kushauri kwa sababu kuna siku mkeo ataenda kwa kazi kudai talaka, wamchukua huyu rafiki yako. Twende ndugu yangu, ndoa haitaki kuvunjika. Kama una namba ya shehe. Sasa kama una namba ya shehe ukifika pale hamna mtu wa kukusaidia. Bwana huyu naye mpeni talaka mwanamke wake. Lakini kama shehe yuko nyuma pale, huyu jamaa msimpe talaka. Mke wake na yeye wametoka mbali. Mimi nawafahamu. Mara nyingi amechukua ushauri kutoka kwangu. Lakini pia shehe atakusaidia kupoza machungu, kusata mambo ya kike bwana brother. Usichukulie serious. Ama kasome hizi aya zitakupa utulivu. Au kasali hizi swala. Soma hizi adhkari. Bwana, kama mnavyoona, kama nilivyowaambia, leo hii tuko na Bilaila hapa live kabisa kwenye Uncle Deo Zone. Jamani, mtapata updates nyingi sana. Na leo hii mada kuu ilikuwa ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu? Kwa nini watu wanaoana hawajamaliza mwaka wanaachana? Ni kwa sababu gani? Bilaila majibu yote kayatoa. Nenda YouTube, fuatilia Uncle Deo Zone upate updates nyingi kutoka hapa kwenye kasili la Uncle Deo Zone. I'm out. Uncle Deo Zone, kila hisia ina sauti yake.